Karibu katika simulizi fupi inayoelezea historia ya kanisa la Nyumba ya Maarifa lililopo jijini Dar es Salaam, eneo la Kinyerezi Darajani. Hii ni historia ya maono, imani, uvumilivu na ushindi katika changamoto nyingi. Safari ya ujenzi wa kanisa la Nyumba ya Maarifa ulianza rasmi mwezi Agosti mnamo mwaka 2022, ambapo waumini walikusanyika kwa mara ya kwanza kufanya usafi wa kiwanja kilichokuwa kimetengwa kwa ajili ya ujenzi wa nyumba ya Mungu. Ingawa eneo hilo lilikuwa bado halijaendelezwa, mioyo ya waumini ilikuwa imejaa matumaini na imani kwamba Mungu angetimiza kazi aliyoianzisha. Baada ya maandalizi hayo, mwezi Oktoba mwaka 2022, kanisa lilihamia katika eneo hilo na kuanza kufanya ibada. Kabla ya hapo, ibada ilikuwa ikifanyika katika eneo la uwanja wa ndege kwenye jengo lililokuwa limekodishwa. Wakati wa kuhamia Kinyerezi Darajani, kanisa lilikuwa na zaidi ya washirika 100 walioungana kwa moyo mmoja kuendeleza maono ya huduma. Mwezi Januari mwaka 2023, hatua nyingine muhimu kwa kuanza ujenzi wa msingi wa jengo la kanisa. Ilikuwa ni siku ya furaha na matumaini makubwa, kwani ndoto ya kuwa na madhabahu ya huduma kwa ajili ya ibada ilikuwa imeanza kutimia. Hata hivyo, kabla ya msingi haujakamilika, kanisa lilikumbwa na mtihani mkubwa. Zaidi ya nusu ya washirika waliondoka ghafla. Idadi ya waumini ikashuka hadi kubaki washirika 45 pekee. Licha ya changamoto hiyo, ujenzi haukusimama. Wale waliobaki waliendelea kushikilia imani chini ya baba yao wa imani na kiongozi wao, na kuamini kwamba Mungu angefungua njia. Mwezi Mei mwaka 2024, mtihani mwingine mzito zaidi ulijitokeza. Mchungaji msaidizi aliamua kuondoka. Safari hii ndiyo ilikuwa mbaya zaidi, maana aliondoka na washirika wengi waliokuwa wamebaki. Baada ya tukio hilo, kanisa lilibaki na washirika 7 tu, na tena ni wale wenye kipato cha chini kabisa. Kwa mtazamo wa kibinadamu, wengi wangeweza kudhani kuwa safari hiyo ilikuwa imefika mwisho, lakini kwa wale 7 waliobaki, huo ulikuwa mwanzo wa ushuhuda mpya. Wakiwa na imani isiyotikisika na moyo wa kujitoa, waliendelea kusimama pamoja na mchungaji wao, wakibeba maono ambayo Mungu alikuwa ameweka ndani yake. Kwa nguvu za Mungu na mshikamano wao, waliendelea na ujenzi hadi kukamilika kuta za jengo la kanisa na kufanikiwa kununua vyuma kwa ajili ya hatua inayofuata ya ujenzi. Hadi sasa jengo limefikia hatua muhimu ya kuweka kenji, ikiwa huu ni ushindi kwamba Mungu hutimiza makusudi yake kupitia watu wachache wenye uaminifu mkubwa. Mbeba maono wa kanisa la Nyumba ya Maarifa Tanzania ni mchungaji na nabii Godfrey Songambele Mrigo, ambaye ameendelea kusimama imara katika wito aliopewa na Mungu licha ya changamoto zote zilizojitokeza njiani. Pendwa mtazamaji na msikilizaji wa makala hii, kwa kuwa umeguswa na mapito ya mtumishi huyu wa Mungu Godfrey Songambele Mrigo, naomba uchangie kwa hatua hii ya ununuzi wa mabati
kupitia akaunti zifuatazo: Airtel namba 0685341001, Airtel Money namba 0685341001, akaunti za benki NMB 20610039,564, CRDB akaunti namba 1034084436. Majina yote yatakuja Godfrey Mligo, kiongozi mkuu na mbeba maono. Historia hii inatufundisha kwamba kazi ya Mungu haipimwi kwa ukubwa wa idadi ya watu, bali kwa ukubwa wa imani, utii na uaminifu kwa kusudi la Mungu. Pale ambapo wengine waliondoka, wapo waliobaki, na kupitia waliobaki, Mungu ameendelea kuandika historia mpya ya ushindi. Makala hii imeandaliwa na kuandikwa na kusoma kwake Alfred Alfonsi Sindani. Asante kwa kuisikiliza na kutazama makala hii. Mungu aendelee kubariki kanisa la Nyumba ya Maarifa Tanzania na kuendelea kutimiza maono yake kwa utukufu wa jina lake. Wote tuseme amen.